Hello everybody, vipenzi vya Zenjet TV online, mimi tena Jenny niko mbele ya kamera. Kama mnavyoona nimemtembelea mtumishi wa Mungu, nimemkuta ofisini kwake, ataenda kujitambulisha kwa majina na kutuambia yeye ni nani na yeye ni mtu wa aina gani. Karibu mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amena, amena. Unapendeza. Nashukuru sana. Nani kakuvalisha? Asante. Nani kakuvalisha? Nimevalishwa na fundi mmoja hivi anaitwa Cloud. Yeye alikuwa ni fundi wangu tangu niko nchini Tanzania. Kwa kweli amekuwa ni fundi mzuri. Mara nyingi ananipatia kama unavyoona. Na watu mnapendeza sana. Asante sana. Ndio. Karibu. Kwa majina unaitwa nani? Basi moja kwa moja niende kujitambulisha kwa watazamaji wetu wanaotufuatilia kwenye Zenjet TV. Kwa majina yangu ninaitwa Uwezo Esube. Kwa kweli tunafurahi sana kuweza kutembelewa na mtangazaji wetu ambaye yeye amekuwa akifanya kazi hizi kwa muda mrefu na kwa uzoefu. Kihuduma mimi ni evangelist, mimi ni mwinjilisti. Kwa kweli tunamtumikia Mungu katika nchi ya Canada, hapa kwenye province ya Quebec, mjini Victoriaville, kwa hali zote, ili kazi ya Mungu ipate kusonga mbele. Ndio. Ndugu mtazamaji, kama ulivyosikia, mtumishi anatambulika kwa jina la Esove, iko hapa Quebec, Victoriaville, ndo anapotumikia huduma ya Bwana. Mtumishi Esove, hii kazi ya Mungu ulianzaje? Nikizungumzia mwanzo kabisa wa kazi ya Mungu, labda nitarudi nyuma kidogo, mtangazaji. Sisi tulibahatika, niseme tulineemewa kuzaliwa ndani ya familia ya Kikristo. Baba yangu ambaye ndiye mwenye jina hilo la Esove aliokoka muda mrefu, na tukapata neema ya kuzaliwa ndani ya nyumba hiyo. Tukawa tunaenda na kuelekezwa mlango wa kanisa mara kwa mara. Na ilipofika kipindi cha umri wa kujifahamu na kujitambua, kila mmoja anafika tu anachukua maamuzi yake binafsi. Na kweli ilifika wakati, baada ya kupitia changamoto za hapa na pale za kimaisha, na Mungu akaamua kujionyesha rasmi. Naweza kusema ilikuwa ni mwaka 2008 hivi, nilikuwepo nchini Tanzania. Mara ya kwanza kabisa ninasikia uwepo wa Mungu ndani yangu, na nikawa tayari kwa ajili ya kuanza kumtumikia Mungu. Maana nilikuwa naenda kanisani kama wengine wanavyoenda. Lakini kuenda kwa kumaanisha ilianza kufikia miaka hiyo, ndipo nikaanza kuona umuhimu na faida za uokovu. Maana hapo ndipo nilipookoka, na muda si mrefu nilifanya shauri la kuweza kubatizwa kwa maji mengi. Amena. Asante sana. Ndio, kuna watu muda mwingine akiwa ni Wakristo kabla wangaliki katika ujana hawajaoa, ni kweli, na kuwa rahisi kumtumikia Mungu na kwa uwezo wake wote kumtolea Mungu, tuseme hivyo. Lakini anapooa anakuwa na madhaifu fulani, labda mke wake amekuwa ni kipengele kingine kwa kumweka udhaifu kwa huduma ya Mungu. Kwako ikoje? Mimi naweza kusema kwamba kwangu sio sana kama hivyo. Ndio. Lakini changamoto kidogo kidogo hazikosi, ndugu mtangazaji. Ndio. Mimi nashukuru pia nilibahatika niseme kwenda kuoa mwanamke ambaye naye alikuwa Mkristo, na kilichokuwa kizuri tu ni kwamba nilitamani afuate sasa njia ambayo mimi niliyotangulia kuwa nayo. Ndio. Hakukuwa na changamoto nyingi, isipokuwa tu ni ile ya dhehebu. Unajua kwenye Ukristo kuna madhehebu mengi. Ndio. Kuna Ukatoliki, kuna Waprotestanti, kuna wengine wanajiita Anglikana na kadhalika na kadhalika. Ndio. Kwa hiyo mimi nilikuwa mtu wa Protestanti kama nilivyo hata leo. Ikalazimika pia nijaribu kuinjilisha habari njema kwa mke wangu, maana yeye alikuwa kwenye Roman Katoliki na haikuwa kipingamizi sana. Amekuwa ananisaidia na ananiwezesha sana na kunitia nguvu na kuniwezesha na kunitia moyo
kwenye kazi na huduma hii ya Mungu. Ndio, Mungu ambariki sana. Amen, amen. Ndio, swali langu lingine Ndio. nitasimamia katika kazi ya Mungu Ndio. kihuduma zaidi. Ndio, watu wengi tumetoka huko Kempo ambapo wanaita sasa hivi ni Kempo. Ndio. Watu walikuwa ni wanahudumu kazi ya Mungu kawaida, waimbaji ama tuseme Wakristo wa kawaida. Lakini wanapofika huku wanajikuta mtu anafungua kanisa, anajiita mchungaji. Kwako ikoje? Unatarajia kufungua kanisa kama mwinjilisti ama ikoje kwako? Asante sana, swali lako ni zuri ndugu mtangazaji. Ndio. Kwa kweli binafsi niseme kwamba swala la kufungua kanisa hayo ni maono. Ndio. Na ili ufungue kanisa unatakiwa kwanza utangulie na hayo maono, lakini zaidi ya hayo maono lazima ujiulize, je, wewe una karama au una huduma ya uchungaji, ya kichungaji ndani yako? Ndio. Ukiweza kuyapatia majibu haya maswali na ukitangulia kuwa na yale maono ndani yako, Ndio. unaweza kuyafanya. Nijizungumzie mimi kama mimi sasa kwa upande wangu ndugu mtangazaji. Ndio. Kwa kweli sijawahi kusikia ndani ya moyo wangu wala Roho Mtakatifu hajawahi kuninong'oneza kwamba nina karama ya kichungaji. Sibishi na sipingi kama inaweza kutokea. Ndio. Maana hata kutambua kwamba ninaweza kuwa mwinjilisti haikuja tu ghafla, ilichukua process. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Sana. Kwa hiyo niseme kwamba mawazo yangu ya kuja kutoka nyumbani Afrika kuja hapa Canada, kwa kweli sina wazo la kufungua kanisa, lakini ninalo wazo moja tu. Ndiyo. La kuendelea kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa wote wenye mwili. Amen. Wa damu na nyama. Amen. Ndio, ndugu mtazamaji wa ZJ TV, kama unavyoenda kusikia ama jinsi mtumishi wa Mungu anavyoeleza maswala ambayo anamjibu, anatujibu vizuri sana. Najua hata wewe ambaye unatutazama kwa muda huu, mahali popote ulipo, maneno haya yataenda kukugusa na kukuweza kukuongoza katika njia sahihi. Swali langu lingine, kabla hujauliza swali lingine, ndio ndugu mtangazaji, kuna andiko ambalo ningependa nilisome kwa faida ya watazamaji wanaoendelea kufuatilia chaneli hii. Ndio. Swali lako lilikuwa linauliza kwamba ningeweza kuwa na maono fulani ya kuweza kufungua kanisa. Ndio. Nikasema sijawa nalo, na kama litakuja ni majaliwa ya Mungu. Ni yeye ndio anaweza kuwafunulia watu na kuwapa hayo maono. Ndio. Lakini nikasema kitu kimoja tu muhimu, kwamba mimi hapa nilipo huwa najisikia amani kutangaza habari njema Yesu Kristo. Ndio. Nikinukuu kitabu cha Mathayo, Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo, sura yake ya 28. Ndio. Nitaanza ule mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, ndio, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. 20 nasema, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amen. Kwa hiyo sisi tuna agizo kubwa kupitia andiko hili nililosoma. Tuna agizo la kuwafanya watu wawe wanafunzi wa Yesu Kristo kupitia maandiko haya matakatifu. Ndiyo. Na unapokuwa mwinjilisti lazima uende na andiko hili. Lazima ukawaambie watu waachane na maovu. Ndiyo. Wamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Amen. Waache dhambi, na mwisho wa siku waweze kuingia katika imani yenye faida na tumaini la uzima wa milele, hata ujio wake Yesu Kristo kwa mara ya pili hapa duniani. Amen. 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 Umenigusa sana hapo. Amen. Amen. Najua utaguswa sana sababu maneno ya Mungu siku zote huwa ni matamu na yanaburudisha moyo. Ni kweli. Na ni yenyewe kabisa. Yenye amani pia. Ndiyo. Basi unaweza kuuliza swali lingine. Ndiyo. Swali langu lingine ni kuhusu, nitaingia katika vijana wa sasa hivi. Ndiyo. Kwa sababu sisi kama vijana tukiwa huko Kempo tunakuwa tunajitoa kwa Mungu, tunaomba, tunafunga vifungo. Watu wengine wanafunga vifungo ili Mungu aweze kufungua njia ya kuweza kupata
naweza sema kurahisishiwa ili tuweze kufika katika nchi za ugeneni kabisa. Kama nchi ya tatu kama wanavyoongea. Ndio. Sisi tunakuwa huko kempo, tunamlilia Mungu, Mungu tufungulie njia, tukifika huko tutakusifu, tutafanya hivi. Lakini baadhi yao ambao walikuwa naomba muda kwa muda, wakifika huku wanageuka, wanajikuta katika madawa ya kulevya, pombe. Sahihi kabisa. Tatizo ni nini? Chanzo ni nini? Na unaweza kuambia nini vijana wa sasa hivi? Hii ni pointi muhimu sana ndugu mtangazaji. Ndiyo. Na mtazamaji anayetutazama. Ndiyo. Ni uwazi kwamba tulipokuwa nyumbani Afrika, wengi wetu walikuwa wakiomba na vifungo walifanya mtangazaji. Yaani ninakuambia wengine walipanda mpaka milimani. Ndio. Wanatamani kumshika Mungu kwa shati. Ndio. Mungu awajibu, wafungulie njia za kuja nchi ya tatu. Ni kweli. Walifanya maombi ya ajabu ya kujitolea, kuomba muda wote, masaa yote, siku zote. Ndio. Cha ajabu ni kama hicho ulichokizungumza. Tunapofika huku Mungu anapotufungulia njia, baadhi ya wengi wanasahau yale walioyafanya kule na kuja kubadilika. Ndiyo. Mimi ninachoweza kusema ndugu mtangazaji na mtazamaji anayeendelea kutufuatilia, ni kwamba kuna mambo mawili aidha matatu. Kama muda utaturuhusu nitaongea. Ndiyo. Jambo la kwanza, watu wanapofika huku wanachanganyikiwa na mazingira. Mazingira ya nyumbani ukiyalinganisha na huku ni tofauti kidogo. Ndiyo. Hali ya kuishi, niseme mazingira mazima tu ya kimaisha. Hivyo unakuta baadhi ya walio wengi huku wanapofika, kwanza wanajikuta kwamba wanaishi wamefika. Si walikuwa wanaomba Mungu awafungulie njia. Ndiyo. Wakiwa wamefika wanaishi ndo wamefika kabisa walikotaka. Lakini wanajisahau. Huku tuliko kuna makaburi. Ndiyo. Huku tuliko watu wanaumwa. Huku tuliko watu wanakufa. Huku tuliko kuna watu wanaumwa, wengine wanakutana na matatizo na changamoto zingine nzito kama kule tulipokuwa. Wanajifanya kumsahau Mungu kulingana na kujichanganya wao wenyewe na maisha. Sijui naweza nikasema nini. Lakini jambo lingine la pili, sina uhakika nalo sana hili, lakini naweza kusema ni ulimbukeni. Ulimbukeni ni hali ya mtu hajawa na kitu, lakini akipata hicho kitu anatamani sasa aonekane yeye ndio wa kwanza kupata kitu hicho. Na wakati kuna watu walimiliki vitu vya namna hivyo walivyo navyo, na hawakuwahi kujionyesha wala kujidadi kwa nini wamevipata au kuviweka hadharani. Kwa hiyo hivyo vitu vinafanya watu wengi wanarudi nyuma sana kiimani. Mtu alikuwa anajitolea vizuri kwenye kazi ya Mungu, lakini akifika huku anakutana na vijana wengine ambao waishavurugika akili, anaondoka kabisa na kutoka kwenye mstari ule ambao alikuwa nao nyumbani. Anajikuta anaingia kwenye vikundi. Hichi ni kitu cha tatu ambacho nataka kumalizia nacho. Kwa vijana hasa ni vikundi. Vikundi vinasumbua na vinasababisha wengi wamwache Mungu. Hasa katika hizi nchi za diaspora tulipokuja. Vikundi vya vijana walio wengi wanaokutwa huku, wengi wameshaharibiwa akili. Pombe, ulevi imekuwa ni kitu chao kama cha kawaida kwao. Wengine wanaingia hata kwenye madawa yale ya kulevya na kuwafanya wapoteze mwelekeo na kuacha njia iliyo sahihi ya Kristo na kuiga maisha ya huku. Unajua jamii ya hawa ndugu waliotupokea huku, wao mara nyingi sana wengi wao hawaamini uwepo wa Mungu. Ndio. Bwana Yesu atuhurumie sana. Huruma. Kwa kweli wengi wao huku hawaamini uwepo wa Mungu. Ndio. Hawamuamini Kristo. Wanasema habari za Kristo ni za kubumba bumba, hakujawahi kutokea mtu anayeitwa Kristo au aliyeweza kufanya yote yaliyoandikwa kwenye maandiko matakatifu kwenye Biblia. Kwa hiyo ukijikuta wakifika sasa, wakikutana au wakiambatana na watu wa namna hiyo, wanapoteza dira, wanaacha njia ya kweli na ya haki, kama Yesu mwenyewe alivyosema kwenye Yohana ile 14, yeye ndiyo njia ya kweli na haki na uzima, ili mtu afike kwa Baba apite kwa njia yake. Sasa watu wanaacha njia hiyo na kuenda kwenye njia za upotevu. Ndio hizo unazozisema, kuacha ibada, kukataa kanisa na kuingia kwenye masuala
ambayo hayampi Mungu tukufu. Ni huruma, na Bwana Yesu aendelee kutuhurumia. Amen. Shauri wangu ni kwamba warejee kwenye misingi ile waliotangulia kuwa nayo tangu wangali nyumbani. Ndiyo. Na hata kufika hapa. Huku makanisa yapo, huduma ziko zinahitaji vijana wafanye kazi ya Mungu ili waweze kuwa na tumaini la kuweza kumpokea Yesu Kristo na kuweza kupokea uzima wa milele baada ya maisha haya. Amina. Ndugu mtazamaji wa ZGN TV, kama unavyosikia mtumishi Esobe anavyoelezea kuhusu huduma ya Mungu na kushauri vijana wa sasa hivi ambao wamejiweka katika hali ambayo haieleweki ya kunywa pombe, madawa ya kulevya na vitu vingine mbalimbali tofauti. Ushauri wake amesema, mrejeeni Mungu. Amen. Mungu Amen. ni mwenye rehema. Mungu Ndiyo. anasamehe dhambi zote. Akasema hata dhambi zetu ziwe nyeusi namna gani, ataziosha ziwe nyeupe kama theluji. Amen. Wewe ni nani usitii sauti ya Mungu? Wewe ni nani usitii sauti ya mzazi wako ambaye anakushauri? Achana na vijana ambao haeleweki. Fuata vijana wale ambao wanamjua Mungu, watakusaidia na watakuonyesha mambo makubwa mengi. Ndugu mtazamaji, bila kukawia, tunafika ukingoni wa kipindi chetu. Nikushukuru sana mtumishi Esobe. Asante sana ndugu mtangazaji. Ndiyo. Barikiwe sana. Amina. Tunashukuru kukupokea tena kwenye ofisi zetu. Asante. Wakati mwingine utakapopata nafasi tutembelee. Ndiyo. Tuletee hoja, tuletee challenge. Ndiyo. Siku utakayokuja upange challenge nyingine. Ndiyo. Ili tuweze kuelimisha vijana walioko huku diaspora. Ndiyo. Na duniani kote waweze kumjua huyu Mungu wa Bwana wetu Yesu. Ndugu mtazamaji, Mungu wetu waheshimiwa, wastahili. Si wewe Baba yangu wakuabudiwa, wakuheshimiwa, wastahili. Hadi mwisho wa dahari. Kalian subscribe